hakuna mabaya. Mungu anazidi kuwa pamoja nasi. Kwa hivyo asubuhi ya leo tu, bila kupoteza muda, tutaweza kuingia katika maandiko matakatifu. Tutafungua nami kitabu cha Jeremiah chapter 1. Ukifika pale utasema amina ili nijue kama umefika. Nimesikia tu amina moja. Kuna amina zingine kweli? Tumefika pale. Wacha niweze kusoma kwa uwezo wa Bwana. Jeremiah chapter 1, nitasoma kuanzia mstari wa 4. Neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii kwa mataifa. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe, nikuokoe, asema Bwana. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake, akaniguza kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja hii? Yes. Inasema ya kwamba angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Bwana asifiwe sana. Tuamini na tuombe. Baba mfalme mtakatifu, tunakushukuru siku ya leo Bwana, ni kwa ajili ya neema yako na mapenzi yako siku ya leo Bwana, ya kwamba ilikupendeza siku ya leo tukaweza kujifundisha maandiko yako matakatifu ambayo Jehova umeweza kuyakusudia ndani ya maisha yetu. Jehova, tunaomba ya kwamba hili neno likapata nafasi ya kwanza ndani yetu, na ya kwamba Bwana ikaweze kuwa ni wewe unayenena nasi Bwana, ya kwamba hili neno likakomboe maisha yetu, hili neno likabadilisha maisha yetu, hili neno likaweze kuinua maisha yetu, hili neno likaweze kubariki maisha yetu katika jina kuu la Yesu Kristo, ya kwamba hakuna silaha ya uovu itakao faulu juu ya maisha yetu, ya kwamba hakuna uovu utakao faulu juu ya maisha yetu, katika destiny zetu, katika hili kanisa, katika huduma zetu, ya kwamba nafasi yako ndiyo itakuwa ya kwanza ndani ya maisha yetu Jehova, katika jina la Yesu, ya kwamba hili neno litageuza mawazo yetu na nia zetu, katika jina kuu la Yesu Kristo. Pokea sifa na utukufu Bwana, na ni kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Bwana asifiwe sana. Neno la Bwana likanijia kusema, kabla sijakuumba tumboni nalikujua. Bwana asifiwe sana. Sasa asubuhi ya leo Mungu anataka kusema, ama anasema na wewe na mimi, ya kwamba kabla hajakuumba katika tumbo la mama yako, kabla hujazaliwa ukuja katika hii dunia, kabla hujakuja, kabla hujaanza kutengenezwa, Mungu alishakujua. Mungu alishakuteua. Mungu alishakupaka mafuta. Mungu alikuweka kuwa nabii. Bwana asifiwe sana. Amen. Alikuweka kuwa nabii kwa sababu ya kuweza kutawala mataifa na hata nchi na falme. Anasema ya kwamba amekuweka juu ya falme na juu ya mataifa. Kwa hivyo ukae ukijua ya kwamba wewe ni mtu wa dhamana, wewe ni mtu wa maana sana. Mbingu zinakujua, mbingu zinakutambua, mbingu zimeshaweka muhuri ya kwamba tangu siku ya kwanza ulipofanyika hapa duniani, wewe Mungu alishakuchagua kwa rekodi yake. Huwa ana mark register ya kwamba kila siku huyu nabii ameweza kuamka, na kazi yako unafaa uitimize kama jinsi Mungu alivyokusema ya kwamba utaweza kuifanya hapa duniani. Na akasema ya kwamba usiogope mahali kokote utakapokwenda,
na usiogope yale utakayosema, maana ni yeye atakayekuwa anakuambia yale utasema. Yeye ndiye atakayekuwa ananena ndani yako, na ni yeye atakuwa anakutana na watu wake kupitia wewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo amekuweka juu ya mataifa na ya kwamba amekufanya nabii. Bwana asifiwe sana. Neno la Bwana lilijia kusema ya kwamba kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka nalikutakaza. Bwana aliweza kukutakasa hata kabla uweze kutoka. Kwa hivyo hata kama tumetoka kuomba saizi hapa ombi la utakazo ya kwamba tutatakaza, kumbuka ya kwamba Mungu alishakutakasa tangia siku ya kwanza. Alikuwa anajua siku kama ya leo itaweza kukuja. Alikuwa anajua ya kwamba siku kama ya leo utaweza kumulilia ni kwa sababu ya dhambi zako, kwa ajili ya maovu yako. Kwa hivyo alikuwa ameshakutakaza kitambo. Sasa wewe ulikuwa unaomba tu utakazike, lakini tayari umeshatakazika. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni kumkumbusha tu ili asije akasahau. Bwana asifiwe sana. Amen. Yes, kwa sababu wanasema ya kwamba wale ambao wanalilia mji wa Yerusalemu wasichoke, wakeshe na kuomba, wakinililia, wakinikumbusha. Wakaanza wakinikumbusha ili na mimi nikaweze kufanya nini? Kuwatendea. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo ni kazi yako mimi na wewe ya kwamba tukaweze kumkumbusha Bwana. Sisi ambao tumewekwa kuwa walinzi, lazima tumkumbushe Bwana mahitaji yetu. Lazima tumkumbushe yale majukumu yako mbele yetu, tunahitaji yeye akaweze kutuwezesha. Ni kwa sababu yeye ndiye alituchagua na yeye ndiye anajua vile inavyofaa kuenda. Yeye ndiye ako na manuscript yote ya kila kitu ambacho tunafaa kufanya hapa duniani, ya kazi yote aliyotutuma tukaweza kufanya. Bwana asifiwe sana. Amen. Inaendelea kusema ya kwamba ametuweka kuwa nabii kwa mataifa. Ndipo Yeremia akasema ya kwamba yeye ni mtoto mdogo na akasema ya kwamba hawezi, lakini Mungu akasema ya kwamba usiseme ya kwamba wewe ni mtoto mdogo. Inaweza ikahappen hata wewe ukasema labda wakati wangu hujafika, labda nangojea nianze kuitwa shosho ama kukaa ndipo nianze kuitwa nabii, ama nikubali ama nianze kutumikia Mungu. Hapana. Mungu haangalii umri. Mungu akikuchagua ukiwa mtoto, utaanza kutumika tu ukiwa mtoto. Huyo mtoto ndiyo watu watasikiliza. Huyo mtoto ndiye atakomboa watu. Huyo mtoto ndiye ataombea watu wakubwa akiweza kubadilisha maisha yao. Huyo mtoto ndiye atabadilisha maisha ya destinies ya watu wengi sana katika jina la Yesu. Ndiye ataunganisha watu na hatima zao ambao wamepoteana nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu akisema ya kwamba pita njia hii, wewe pita, usipingane naye. Maana yeye ndiye ameandaa hiyo njia ukaweza kuipitia. Na usipoipita basi utakuwa umemiss destiny yako. Utakuwa umemiss duty yako kama mfanyakazi katika shamba la Mungu. Amen. Amen. Yes. Nitaweza kuruka kidogo niweze kusoma mstari wa 9. Inasema, ndipo Bwana akaunyosha mkono wake akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Bwana asifiwe sana. Ati ya kwamba Bwana Mungu akaunyosha mkono wake akaweza kuguza kinywa chake. Na ni ombi langu ya kwamba siku ya leo Mungu akaweza kunyosha tu mkono wake akaweza kuguza vinywa vyetu. Maana wengi wetu vinywa vyetu vimetumika vibaya sana. Shetani amechukua nafasi ya vinywa vyetu. Ameweza kutufundisha mambo ama lugha ambayo haifai kuongelewa. Lugha ambayo Mungu hata hawezi taka kusikia. Lugha ambayo inavunja mioyo ya watu. Matamshi ambayo ni ya kubomoa badala ya kuweza kujenga. Lakini ile nguvu Mungu ameweza kuweka ndani yetu ni ya kwamba tukaweza kutumia midomo yetu vizuri. Ni kwa sababu ametutakaza. Ni kwa sababu alishatuteua. Ni kwa sababu alitutia mafuta. Ni kwa sababu aliweza kutuchagua. Ni kwa sababu ameweza kutuamua tukaweze kufanya kazi yake. Ni kwa sababu anataka tuweze kutimiza mapenzi yake ndani ya maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ameweza kutufanya manabii, ama amekufanya kuwa nabii katika mataifa, sio tu hapa Kenya na sio tu hapa Juja ama Nairobi, sio tu Kenya, bali ni Kenya na hata nje ya Kenya, katika mataifa yote na juu ya falme. Haijalishi ni falme gani, falme zote za giza lazima zitaweza kutiishwa chini ya miguu yetu, maana Yesu alituachia uwezo. Katika ukisoma Matthew chapter 10 verse 19,
anasema ya kwamba ametupatia nguvu na uwezo ya kukanyaga nyoka na nge, na ya kwamba kila silaha zote za muovu, silaha zote za adui, maneno yote yanayoinuka kinyume chetu haitafaulu katika jina la Yesu. Ukiweza kujua hivyo na ujue ya kwamba nguvu za Mungu ziko pamoja nawe, ukajua ya kwamba mkono wa Mungu uko pamoja nawe, ujue ya kwamba heaven iko ndio backup yako. Heaven ndio inayokutia nguvu, ndio inayokupigania na ndio inayokuongoza. Hautaogopa katika jambo lolote, bali utaishi kumtukuza Mwenyezi Mungu, bali utaishi kuweza kumuinua Mwenyezi Mungu, utaishi kutumikia Mwenyezi Mungu, ukienda katika mataifa yote, ukieneza injili ikaweza kufikia mataifa yote, ukiweza kujenga watu mioyo zao katika jina la Yesu, na kuweza kutiisha chini kila falme zote za yule muovu katika jina la Yesu Kristo. Ndipo Bwana, angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kuweza kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Bwana asifiwe sana. Kazi tuliyoitiwa ndio hiyo sasa, ya kwamba Mungu ametuweka ili tukaweze kung'oa. Bwana asifiwe sana. Ni kung'oa nini? Tunang'oa madhabahu mabaya, tunang'oa magugu ndani ya ngano, tunang'oa ile mbegu mbovu ambayo shetani anapanda ndani ya mioyo za watu. Wakati wowote unasimama na kuombea mtu, wakati wowote unasimama na kuhubiria mtu, wakati wowote unasimama na kufundisha mtu neno, ni kung'oa. Unang'oa mbegu mbaya ndani ya mtu ambayo shetani amepanda. Unaweza kupanda neno la Mungu tena, ambalo ni neno la uhai, neno la uzima, neno linaloleta maisha mazuri na inaleta future, neno ambalo linajenga tena.